Weka mkono kwa kofia au si unatoa. 1 2 3. Hiyo ndio uzuri sasa. Shika shika. Wanafunzi hoye! Nikubalie, I had a long statement I was to make, lakini kwa sababu ya mvua nimesema sisomi. Wacha nione kama leo wale wazazi mmefika hapa mko na furaha kwa sababu ya watoto wenu wanafuzu leo. Hebu nione kwa mkono kama mnafurahia. For the graduates, are you happy guys? Are you? Mtanionyesha kwa sababu kila mtu anakuja hapo kwa mvua. Leo ni siku yenu, lazima mnyeshewe na mrushe hiyo kofia juu ndio nijue kwamba mko tayari. Kwa hivyo jitayarishe. Nikubalie niongee mambo mawili peke yake. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Steve Arika. Arika, wewe unajua ninajifundisha mambo mengi. Wewe ni mtu mzuri, congratulations kwa sababu mchoki kwa kazi kufanya. Huyu MCA kuja mheshimiwa. Huyu MCA amenileta hapo mara nyingi sana. Na ni mungwana. Na yeye anafuatilisha watu. Kazi yake tumempea ni kupatanisha watu na anafanya kazi nzuri. Na mimi mheshimiwa nitasimama na wewe na kazi tutaendelea kufanya na wewe na watu wa Ibeno wafurahie kazi yako. Mheshimiwa usiondoke. Aliposikia kwamba tuko na ile shule inaitwa Ajiri. Yeye pe mwavuli ingine bwana. Aliposikia tuko na Ajiri pale stadium. Mheshimiwa Steve Arika alisema lazima nifungue na mimi Ajiri Center Ibeno na pesa yake mwenyewe. Ni nini ingine ataweza fanya kwa watu? Nashukuru ndugu yangu, hata ameshinda kila mtu kwa sababu ya kazi hiyo. Mheshimiwa Steve, endelea na kazi nzuri, tusaidie hiki kizazi kidogo nacho ndiposa kiwe na matumaini. Kwa hivyo Mheshimiwa Arika, asante. I want to promise I'll stand with you, I'll walk with you, we'll work for our people in Ibeno. Kutoka kwa mzee Nyachae. Huyu mungwana unajua alikuwa lichu mwalia Nyachae. Lakini ulichukua tabia nzuri pale. Pia wewe ilete, tutaendelea kujifundisha. Na ni mzuri wakati tunaona kwamba yeye anaendelea, tunaona kwamba Nyachae aliwacha kitu kizuri nyuma. Asante. Ambao wamefuzu leo, nataka niwaulize. Wengine hapa ni wale wamemaliza kidato cha 4. Wengine hapa walimaliza college lakini hawakwenda mambo ya ICT. Mahali dunia imefika, sijui kama mmeona rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Museveni akiongea kwamba ukienda jikoni inafaa ikuwe ni ICT. Ukienda shambani inafaa kuwa ICT. Ukilala ikuwe ni ICT, kwa sababu hakuna kitu imebaki duniani, ni mambo ya teknoloji. Inji nyingi sasa zimefanya mambo ya teknoloji kuwa namba 1. Ndege zinaruka angani ni mambo ya teknoloji. Meli baharini ni teknoloji. Barabarani magari ni teknoloji. Kila mahali hicho ndio kimebaki. Na sisi kama kaunti yetu, kaunti 18 zilipewa ajiri.
Kaunti 6 peke yake ndio zimebaki, na hili inatangulia kwa ajiri hii ni Kisii County. Tumefusu wanafunzi karibu 11,000 leo, hawa wakiwa miongoni mwao. Hawa wanafunzi hawalipi school fees hata shilingi moja. Kama wengine walikuwa wanadanganya wazazi, leo lazima niseme. Najua kuna wengine wamedanganya wazazi, kuna 5,000 inatakikana 2,000. Hawa watu hatulipishi wao chochote. Ile pesa inalipishwa ni shilingi 200 ya registration na ya not gown. Kuna ingine ya nini? Certificate. Gown lazima ununue gown. Gown lazima ulipe, kwa sababu sasa wewe kuna mtu alilipa hiyo. Kwa hivyo hao wanafunzi wamejifundisha bure. Wanafunzi ama walimu ambao niko nao hapa wengi awali mshahara, na nashukuru for the teachers. Asanteni sana walimu kwa kazi nzuri ambayo mmeweka, kwa sababu mmejitolea bila kulipa mshahara. Kwa hivyo nataka niulize wazazi kwamba county ama sub county zote 9 tunaenda kufungua ajiri center kama tutapata pesa. Tunataka turudishe shukrani kwa Mastercard na Centum kupitia ajiri, kwa sababu wao ndio wanalipa wale viongozi karibu 3 pekee yao wanaongoza hiyo center. Nitauliza waheshimiwa ambao wako hapa, mheshimiwa leader majority na wenzako, tuone we factor in something for this kind of training in the county. Hiyo ndio itaweza saidia. Na mimi nimejitolea, nitafungua yangu pale moja karibu nyumbani, ndipo watu waseme wewe, unajua mtu anasifiwa kule kwao. Kwa hivyo lazima hii program tutaiweka katika kila sub county, tusaidie vijana wetu. Mwisho, mimi leo nimezunguka kutoka asubuhi, hata lunch pia sijala. Nimekuwa na mkutano pale stadium na wafanyakazi wangu ambao ni hawajawekwa katika payroll, wengine hawajapata PF number, ambao waliandikwa kazi mwezi mmoja na miezi miwili wakati kura zilikuwa. Wage bill ya Kisii County iko 62%. Kama nitaweka hawa wafanya kazi ambao wako katika payroll, tutaenda 63. Kwa hivyo hata maendeleo itakuwa kwamba ni machache sana. Mliona jana ripoti ya control of budget inatuweka namba ya mwisho. Sisi mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa 4 hatujalipa mshahara, hatujalipa wafanyakazi, hatujalipa contractors, kwa sababu kuna MCAs ambao walienda wakaandika barua, wakasimamisha mshahara, wakasimamisha basari na kila kitu. Lakini uzuri kwamba yule chairman wa budget ambaye alikuwa hapa, waliketi wakatengeneza budget mpya, ikapita, ndiposa tunapeana sasa basari. Round hii I want to promise tutalipa karibu shilingi milioni 300 kwa development. Kwa hivyo wiki hii na wiki ijayo tutahakikisha kwamba watu tunalipa ambao wamefanya kazi, na wafanyakazi wangu karibu 1.5 billion ambayo yote tutalipa kama mshahara. Mwisho, nataka niwaulize wananchi watukufu, madaktari, nimesema leo nimekuwa mkalimu sana. Walianza kugoma hapa Kisii, tukaketi tukaenda kotini, wakaambiwa madaktari warudi kazini. Wakakuja wakajificha nyuma ya mgomo wa National Doctors Strike. Koti imesema wamerudi kazini. Madaktari miezi miwili hawajaingia hospitalini na wanakula mshahara. Nimesema enough is enough, kwa sababu watu wamekufa, watu wanaumia,
Watu wengine ambao ni madaktari wako nyumbani wanafanya biashara zao. Tumesema kama hajafanya kazi hawezi lipwa. Madaktari ambao wamerudi kazini, nimesema kufikia kesho saa 6 lazima warudi kazini. Kama hawezi rudi kazini, aende atafute kazi kwingine, kwa sababu tumeamua lazima tufanyie wananchi kazi. Madaktari hawa wote, karibu wote, hakuna mtu anakula mshahara chini ya shilingi 1150. Clinicians ambao wamegoma, hakuna mtu anakula chini ya shilingi 1050. Na nimesema kwamba afadhali hapo walikuwa wanalipwa, tulikuwa mpaka wanalipwa kitu kinaitwa locum. Mimi nimesema kufikia kesho saa 6 wale ambao watakuwa wamerudi kazini wapewe barua na mishahara yote isimamishwe, ndiposa tupate watu wanafanya kazi. Kuna watu wengi wanataka kufanya kazi. Mtanikubalia niulize wananchi, mnataka tuwache madaktari wakae nyumbani ama warudi hospitalini? Warudi hospitalini. Shida ambayo ipo tuongee na wao. Sasa wewe toa mwavuli. Nadhani mvua imeisha. Sawa. Nimaliza kwa kusema hivi. Mimi kama gavana wenu nitaendelea kuwafanyia kazi kama mtumishi wenu. Vita nimepiwa kutoka Januari ya mwaka sijui gani kwa miezi 20. Lakini nimekaa ngangari. Kama ningekuwa hoi hai ningekuwa hata nimelala hospitalini. Mipango ni nyingi, ipo, lakini kwa mkono wa Bwana na damu ya Yesu Kristo tutashinda vita. Hawa wote wamekuwa kama amage yenyoni amage yechinyoni. Wanaangalia, wamemaliza kidato cha 4, wameenda college, wengine wanaenda university, lakini mbele iko giza. For you people, I want to make a promise. Kwamba the future is clear as long as you are committed in the cause. The future is clear for you people. Some of us we did not see any right ahead of us, but today we can give hope to you young people. Kwa hivyo tumewapea nguvu sasa. Online writing, online business iko nyingi. Kama wewe umekuwa mkitembea unaenda, hii college ilikuwa pande gani? Nyabisabo. Kama ulikuwa unatembea huko unaenda kutongoza, utatongoza, utachukua msichana, mtaenda kwa nyumba, utazaa, na tena mtakuwa hiyo cycle. Kama lakini ulienda umepata, kama yule wa kwanza, nimesikia yule mtoto yule mwanafunzi wa kwanza, baba yake amesema hapa, kuja, umeolewa? Bado kuja, tutaweza pea yeye mwanaume, lakini baba yuko hapa, kwa hivyo tutakuwa na heshima. You are number 1 kwa wanafunzi 800. Congratulations. Na nasema kwamba nimeambia siji nani mheshimiwa, those machineries that we are buying ambazo which are coming I don't know next week, msichana tumjaribu tumpe moja tuone vile anavyoendelea na kazi hiyo, ndio apate hizo aanze kazi ama vipi? Kama unajua wakati mwingine mahali kuna pesa ndio inaingia. Wewe ni nani alikuwa mtu wa mwisho? Pia nisaidie. The last one. Mwezi kuwa nyote. The last one. Nani hapa? Nipe mwavuli hiyo na inaendelea nani? Inaambiwa kuna mmoja ambaye hakuandika hata jina.
Huyo sasa tutasaidia kivipi? Haya, wacha niseme hivi, these centers, na kama umesaidiwa na wewe umekuwa na certificate sasa, if you had a certificate you can apply for diploma. You can do a certificate, a diploma, then you do a degree, then you can do masters, then your PhD. It's possible. From certificate, you can be there. Kwa hivyo never say die. Nitauliza kwamba nyote mtie moyo na mtie nguvu. Wacha nione wale ambao walimaliza kidato cha 4 mwaka uliopita. Mkono juu tafadhali nione. Ni karibu wote. Ni wangapi ambao wanaenda university? Nione mkono. Naona a good number. Nataka niwatakie kila la heri. Mnapoenda mfanye bidii. Hakuna shamba imebaki. Ile shamba imebaki ni ya kiakili peke yake. Wazazi, nataka nishukuru wazazi sana. Asanteni kwa sababu ya kazi nzuri. Nyinyi leo mmevalia hizo gowns. Wazazi wenu hapo wengine hata nguo ndogo hawana. Si ni ukweli? Ukiuliza wazazi hapa wametia bidii ndiposo uende shule. Usicheze. Nimepeana story yangu na hii ndio itakuwa ya mwisho. Unajua nilimaliza kidato cha 4, ndugu yangu mkubwa akaniambia mwisho lazima umanyanga kina Nairobi yere. Na kia bantu wamenyeta. Na mimi kwa akili yangu nilidhania Nairobi ni kuzuri. Nikaenda Nairobi. Kufika Riruta Satellite. Hata barabara hakukuwepo. Afadhali nyinyi mko na barabara ya lami hapa. Riruta Satellite Nairobi hakukuwa nayo. Choo afadhali za nyumbani hapa ni mzuri. Zile wa mvua kama sasa Nairobi, nawaambia zile kama Kibera, hiyo eneo yote ambapo hakuna sewer line, unapata wadudu weupe maggots zimejaa mpaka kwa mlango. Hayo ndio maisha watu wengine wanapitia. Nikaenda soko. Hakuna soko silijui Nairobi. Nikauza kabla sijakwenda college, na baada ya college kwa sababu sikuwa na mtu wa kuniandika kazi, nikarudi tena kuuza mboga. Yule mtu ameniandika kazi ni Mwananchi. Nimekuwa kansela miaka 5. Mungu amependa nimekuwa mbunge miaka 10. Mungu amependa nimekuwa gavana na nitamaliza miaka 10. Nami kwa sababu ya huo uchungu ambao nilipitia, lazima watu wangu wa Kisii lazima na wao wafurahie kwa kazi ambayo tutafanya. Vita ambayo tunapigana nayo ni vita ya nguvu za shetani. Hapa Kisii nimesema nimefunga kila mfereji. Nilikuja nikafunga. Shida niliyofanya, na naomba msamaha, nilifunga kila mfereji ambao ulikuwa unatoa maji ya wizi, mpaka nikafunga ambayo ilikuwa katika ofisi ya governor. Hata mimi nashindwa nilijifungia. Na nitaendelea kufunga ndiposa watoto waende shule. Kama singefunga mitaro hiyo, hatungekuwa na pesa za basari. Kama sikufunga, naambiwa kuna vocha moja. Mtaona maajabu hivi karibuni. Ile story tutapeana. Unapata 1 vocha ambayo ilikuwa imelipwa mara moja, imelipwa mara 20. Mtu amefanya kazi ya shilingi 1.3 million and 20 cent, lakini imelipwa 20 times. Kwa hivyo huyo mtu ako karibu na milioni 20 na kitu. Project ya 1.3 million. Bado mambo. Nimesema wamenichokora muda sana. Na mimi nasema I'll put it open what has been happening. Na kila mtu atabeba mzigo yake. Ninajua siwezi pendeza kila mtu, lakini nimeingia katika mlima kuu
nimeangalia, ninaona Kanani na lazima tutaingia huko. Mnikubalie niita hawa wanafunzi wote, ukiwa umevalia, naambiwa kwamba ulipeana shilingi 50,000 ya mkate ya hawa wanafunzi. Ya pili Caleb karibu. What is the name? Oh, Jason Maagwa. Where's Maagwa? Kuja watatu. Ann Nyaboke Ombati. Ann. Where's Nyaboke? Uko wapi? Hayuko? Yuko? Saidia wewe mahali nyingi. Uiweke mzuri, go laminate iweke. Na wale ambao mmepata hiyo akili, tafadhali itumie online ufaidike. And I'm happy kwamba even from the university, our university here, they have been joining Ajiri. Hata from the Polytechnic, they have been joining Ajiri. There is even a lawyer last graduation who joined Ajiri. Kwa hivyo Ajiri tunaenda nayo mbali sana. Ndugu yangu anaitwa Brian kutoka Ukambani ndiye alinipa hii program. Na itasaidia watu wengi. Therefore, Emily Nyakara, Abel. Yeah. Haya. Na nimesema kazi wewe, tutapea wewe kazi kwa sababu ulikuwa namba 1. Ama wengine mmesikia mbaya hapo. Ama tuachane naye tusipe. Congratulations. Haya. Mnampenda? Kuna msichana anaenda US. Nasikia kuna mmoja anaenda US. Hata mimi nitakuwa huko, Mungu akipenda mwezi wa 7. Yuko wapi? Tukutane huko. Ni wewe? Kuja hapa tafuta certificate. Pita pande hiyo. Unaona sasa hii ni mzuri. Wewe ukienda Amerika tafadhali utukumbuke. Mimi nimekuwa huko, baridi ilinitorosha. Wakati mimi nilienda huko, baridi ilikuwa nyingi, kuna wakati wa snow. Kwa hivyo, yeah, she's going to do nursing. Umepata visa? Sasa niko tayari, nitasaidia wewe mpaka upate visa. That's the only thing we can do for the young people. Passport mara moja, hiyo nitahakikisha kwamba umepata hapa. Wewe hapa Kisii, nani yule? Nani? Where is Otucho? Dr. Tucho ama Eric. This girl hakikisha kwamba ameenda pale, ameapply for the passport. Sasa ndipo sasa kila kitu una. Haya, huyu ameoa, kwa hivyo sio ofisi, ni chief of staff, na atahakikisha kwamba umepata hizo vitu. Sasa haya, nitapea wewe hii, sijapea wewe, sijaita wewe. Jina ni? Okay. Haya, simama tu hapo. Alcohol. Caleb Maagwa Jason. Congratulations young man. Sasa ulimaliza shule ni last year. Unaenda college ama university? Congratulations. Hii maneno ni mzuri. Piga makofi mwingine hapo, unasikia mbaya. Hata sipoenda uwezi enda. Kwa hivyo appreciate it. Ama vipi? Wengi wanaenda nyote. Thank you. Jason, that's good. Ann Nyaboke Ombati. Ann, ulimaliza shule ni last year. Hata huyu pia alimaliza last year. Congratulations. Unaenda college ama university? College. Congratulations girl. Apple Ndieka Arika. Dirova. Kuja. Unaona unafanana na msichana wake? Mzuri baba ana graduate. Baba msichana.
Wazazi mko hapa? Hata nyinyi kwenda msome kama huyu mzee. I wanted to top but msichana amepita. Oh, you wanted to be number one but msichana amepita yeye. Congratulations. This is for you. Congratulations. Karibu. Haya. Asante. Mabori Bridget Mabori. Ulimaliza shule lini? Last year. Unaenda kusoma wapi? Campus. Yeah, this girl ulimaliza kutoka wapi? Kabrong. Sipigie makofi. Wengine hapa. She is also beautiful. Wengine hapa. Yote you are beautiful ladies. Yote wanaume sijui ndio niseme nini, but you are handsome. Cosmas Arika. Hii kitu kinyeshewe na Cosmas. Wewe lazima umemaliza shule ama unaendelea? Yes. Yes. Want to get a laptop? That one we can be able to see, arrange. Nani wewe? Arrange tuone kama huyu mtu anataka laptop afanye biashara. Congratulations Cosmas. We'll do that one my brother. Haya, karibu. One of my staff. Anaitwa Aibon Nyaboke Ariga. Who is this? This is one of my employees. Yes. Hii ni mzuri, hata wafanyakazi wa county wanasoma. Sembuse wewe. Kuna mwanasiasa nasikia. iPhone. But I know this lady. Where do you work? Disaster management. Congratulations. Haya. Haya, salimia bwana. Ambia si uko na bwana? Salimia yeye na watoto. This is good. Alikuwa anasema? No, ako naye. Huyu mwanasiasa hiyo baadaye. Melgots. Huyo tuachane na yeye. Mwanasiasa huyu Melgots siko wapi? Ni huyu. Ni mzee. Congratulations. Unataka kuja kusimama ugavana ama nini? MCA. Pande gani? Waikanga Ward. Oh, in South Mugrango. Mahali tunasumbuliwa na risasi. Okay. Lakini huyo Paul ni mzuri. Okombo. Kwa hivyo nyinyi tunasema great. Asante Center. You're done. I'm supposed to. Wacha kuna ref kono kwa kofia. Au si unatoa. 1 2 3. Hiyo ndio uzuri sasa. Vicky Young. Asante.